ninachoamini mimi ni kama bahari, huwa sikai na uchafu. Ngeba, ukitaka kusafisha mwili wako, angalau uyaguse maji kwanza, hata kwa kidole chako, ili kuyapima ubaridi wake. Na ukishaona yanakufaa, basi huna budi kuyaoga kwa haraka kabla watu hawajachafua kwa kushika na mikono yao. Kaka mkubwa, sijakuelewa, unamaanisha nini? Dada mkubwa, hivi ni kwa nini umekuwa na huruma sana juu ya huyu mtu? Una mawazo gani juu yake? Na mawazo mengi. Kwa nini tumeshindwa kupambana kuishi katika hii dunia? Na vipi kwa nini tumeshindwa kumpambania kumpata Mzidole? Huenda hatima yetu ingekuwa nzuri. Nimepata wazo juu ya huyu mtu. Una wazo gani hilo? Naona tumpe nafasi ya pili kuishi, ili linapotokea sisi hatupo katika dunia hii awe anatupa taarifa. Hilo ni wazo zuri, maana sijajua ni kitu gani nitaelezwa pindi nitakapoenda katika miungu ya ukongwe. Sister Sara, muamshe huyu mtu mara moja ili aweze kukamilisha mpango wetu. Nimekuamsha kutoka kwenye kimvuli cha kifo kwa jukumu moja tu, hivyo unapaswa kutusikiliza na kututii, ikiwa kama malipo ya uhai wako.
Asante kwa kuwa umenipa nafasi ya pili ya kuishi. Nipo tayari kutekeleza chochote kile mtakachonielekeza. Jukumu hili nimeishi nalo miaka mingi sana, huku nikisubiri ujio wa mjumbe mtukufu kama wewe Mkundatoni. Nina imani unatambua jukumu lililopo mbele yako kwa sasa. Natambua, lakini pia Bei aliniambia sitaki kuwa mzembe, kwa sababu kuendelea kuchelewa kumkosa Mlawali kwa sindano ni kuendelea kuiweka dunia katika mikono wa Shetani Mkindo. Siri na alama mwanamke huyo ipo katika kifua chake, kwa maana amebeba damu yenye uzio ya kiumbe mtukufu ambaye ni Mzidole. Inatakiwa kuwa makini, kwa sababu yupo katika mikono ya kiumbe hatari ambaye bado hajajidhihirisha ndani yake. Kwa hiyo usijaribu kutumia nguvu yako endapo utamkaribia, kwa maana ni rahisi sana kutambua. Ni sawa, lakini kama sitoweza kuitumia nguvu yangu, nitaweza vipi kumtambua? Kwa sababu uzio wa damu tukufu umefunika kila alama ya mtu huyo. Najua unajua mambo mengi sana, lakini bado nitabaki kuwa mwalimu wako katika ujuzi wa mambo, Mkundatoni. Utaitumia riboni hiyo kama alama ya kumtambua huyo binti. Hiyo itakupa ishara ya kumtambua mwanamke huyo kirahisi. Tamamu. Naheshimu kila neno litakalo kinywani mwako, kwa sababu taswira mababu zako inaishi ndani yako. Mash. Litakapochomoza jua la kesho asubuhi, huo ndio utakuwa muda sahihi wa kuanza majukumu yako. Karibu Nyabinda, mjionye vitu vingi sana vya kustaajabisha. Nafasi mlionao ni nafasi ya adimu sana mpaka sasa.
kuendelea kuishi katika dunia ili kuitoa laana iliyopo katika ardhi yenu na dunia yenu irudi katika hali ya kawaida. Tumeshindwa kumpata Mzidole, tunawezaje kuitoa laana bila hata niliyopo ndani ya Mzidole? Mimi sio msaada wa maswali yako. Ikiwa utaendelea kuishi katika dunia bila kulipa gharama, basi uhai wako utakuwa usalama wa wengine kuishi. Lakini mbona tumekuwa watiifu sana kwenu kwa kipindi chote tulichoishi hapa duniani? Kivipi mtupe muda mfupi kwa gharama ya kulipa uhai? Unahisi uko sahihi Yotani? Usiliite jina lenye cheo juu yako kwa dharau kiasi hicho. Unasahau mimi ni nani niliyopo mbele yako Mwasi. Bali uhai peke yake bado haitoshi kuwa gharama ya nyinyi kuendelea kuishi. Ikiwa laana zote zimesababishwa na kizazi chetu, ukame, ukosefu wa amani na vita, ni nyinyi ndio mmesababisha. Unahisi tukisema tutumie sheria mngestahili kuishi tena duniani? Nakiri kosa, mtukufu mkuu Yotani. Naomba utusamehe sana, lakini tafadhali naomba utupe nafasi ya kuishi kwenye hii dunia huku tukipambania amani yetu na dunia kwa ujumla. Na kuomba kwa hilo tafadhali. Lakini itakuwa gharama, usilisahau hilo Mwasi. Nenda, kile kitachokupendeza kufanya tutafanya tunapohitaji. Gharama hiyo kwa sababu itakuwa ni mzizi wa kizazi chenu. Sisi ndio tumekishikilia mpaka sasa. Sawa, nashukuru kwa hilo, lakini naombi moja kwako, kama litakupendeza. Nahitaji msaada wako tafadhali. Sipo hapa kwa ajili ya kujibu maswali yako. Hata hili nimelifanya kwa sababu ya heshima ya Malkia Sona na hakuna kingine. Nenda, hauna muda wa kupoteza hapa, maana kuanzia sasa mzani unahesabu muda. Ila hakikisha hata linapatikana kwa haraka kabla mkindo hajijikamilisha katika mwili wa binadamu yule, na mnapaswa kuwa makini sana ili kumlinda Mzidole. Nenda, mboekane mkimba wao lebo msifa. Jukumu lako halipaswi kupoteza muda, Mkundatoni. Ni sawa, lakini nje ya majukumu haya mimi sio sawa na wewe Ngatunga. Kumbuka wewe umeomba kwa moto, lakini mimi nimeomba kwa maji ya bahari ambayo yamechanganyikana na udongo. Hivyo wewe ni bora sana kuliko hata mimi. Una moyo wa bishani sana kama baba yako. Aya, nenda kakamilishe majukumu yako, ila zingatia nilokuambia. Usisitumie nguvu zako, kwa maana utafungua viumbe hatari sana, hasa ukiwa karibu na shetani huyo, na tukajikuta badala ya kuwa jukumu moja tukawa na majukumu mengine mawili. Sawa, nitafanya kila kitu ambacho ulichoniambia nifanye, tena kwa uweredi mkubwa sana.
Ngatunga, uwe na wakati mwema. Kuna taarifa gani umeleta? Maana umetumia muda mrefu sana kufuatilia. Inaonekana kuna jambo zito huko, si ndio? Ni kweli, lakini kwa sasa muda Mzidolo upo katika ardhi iliyolaaniwa Kiza, na huko kwa sasa wana ulinzi mkali sana dhidi ya kuwalinda. Kwa hiyo kama tutatuma watu, inabidi wawe makini. Nafurahishwa sana na utendaji kazi wako Mama Ndege. Nitatuma vijana mchana wa leo ili kuweza kuingia katika ardhi ya Kiza. Najua kuingia katika ardhi ya Kiza itakuwa ngumu kwao, ila nitawapa nguvu itakuongoza kuipata njia sahihi ya kuingia kwenye dunia hiyo. Ni sawa. Na mimi jukumu langu ni lipi kwa sasa? Au nitabaki katika ngome hapa mpaka watakapokamilisha jukumu hilo? Hapana. Unatakiwa uende duniani na ukafuatilie kwa kina ni wapi alipo Mlawali kwa sindano, ili tukibaini niweze kutuma vijana waweze kumleta hapa. Tutakuwa tumeua ndege wawili kwa jiwe moja, na ardhi yetu itarudi katika usawa kama zamani ilivyokuwa. Lakini naomba unihakikishie usalama wangu kimtindo, maana nahofia sana maisha yangu, maana huko ninapoelekea ni hatari zaidi. Usijali kuhusu usalama wako. Hilo ni jukumu langu. Nenda mpiga kazi wangu. Na kuahidi, endapo tukilimaliza hili, nitakupa mwanamke mzuri wa kumuoa ili uweze kuondekana na ukame wa Chaputa. Asante kiongozi wangu. Yaani hapo ndo unaponipatia. Na kuahidi tu leo nikirudi leo nitakupikia pilau leo, yaani leo utajilamba leo. Nimeenda huyo. Ulikuwa wapi mume wangu? Maana umenifanya nimekosa amani siku mbili. Jana kutwa nzima. Leo ndo unarudi jamani. Upo sawa? Nipo sawa. Na wala usiwe na wasiwasi kuhusu mimi. Na naona kuna ishara ya ugeni hapa. Ni nani alikuja hapa na ni kwa nini? Ndiyo. Kuna kijana alikuja hapa, lakini hakuwa mbaya. Na amejitambulisha yeye anaitwa Edward, mtoto wa Mzee Mnyasi. Lakini umejuaje kama kulikuwa na mgeni hapa mume wangu? Zote sifa ya mfugaji, kujua kila idadi ya mfugo ulioko zizini. Na hata kama ikitokea kuna ugeni mmoja, hata iwe saa 8 ya usiku, basi atajua tu. Basi utambua hata kwa harufu tu
huwa kuna ugeni zizini. Hata kwa harufu tu huwa kuna utofauti zizini. Haupaswi kuwa na hofu mke wangu. Hili ni zizi langu. Tamamu. Napenda kila ujumbe unaotoka katika mdomo wako kwa sababu linakuwa na ujumbe mzito na maana. Nimekuelewa vyema. Karibu ndani nikuandalie chakula mume wangu. Damwasi, toka umetoka kwa Yotani, hujatuambia kitu chochote kinachoendelea. Kwa sasa hatuna muda wa kupoteza, tunatakiwa tupambane haraka iwezekanavyo ili tuupate mwili wa Mzidole. Tumepewa muda mchache tu wa kupambana na tunalilipa hili kwa gharama ya uhai. Maisha haya tutaishi mpaka lini? Lakini sasa sijui kama tunaweza kulikamilisha hili na amani ikapatikana tukiwa salama. Mimi naamini nguvu ya Black Yatan itatupa amani ya kudumu. Hata ikitokea mmoja wetu kafa, ni kwa ajili ya vizazi vyetu vijana. Kulia haitaweza kukusaidia. Tumechagua kupambana kwa ajili ya kizazi chetu na kwa ajili ya ardhi yetu. Hivyo haijalishi tunapambana kwa gharama ya damu au ya kifo, lazima tuhakikishe tunalishinda hili. Lazima tupambane tumpate Mzidole, na tunampata Mlawali kwa sindano, na hiyo ndio itakuwa salama yetu. Vinginevyo tunapoteza uhai wetu. Wewe ni nani na unafanya nini na binti yangu?